Vijana, mwili wa marehemu ndio huu hapa kama tunavyoona. Kwa hiyo hapa inabidi aoshwe, akafiniwe ili tumpeleke malaloni. Mimi nitamnyoa. Kuna ngombe kafa bila kunyoa? Vijana tuna mtindo wa kujisahau. Tunanyoa za kichwani tu, za chini tunaziacha. Kama mimi naacha miezi 3 zinakuwa ndefu kama rasta. Ndio maana nasema nitamnyoa rafiki yangu nimesoma naye. Sharibu. Chandimu. Hebu inatazima basi kwanza. Sio mwili huo. Gogo la mdizi ile. Gogo la mdizi ile. Tulia Chandimu bwana. Maana kuja kwa mapunye utacha ndala nimekumaindi. Naambia ukweli hili gogo la mdizi sio mtu huyu gogo la mdizi. Chandimu, nje kuna watu, kuna msiba baba tulia. Sawa, mimi nakwambia kipole pole hili jani la mdizi. Mnakujaje na taira mundani? Wewe Chandimu, kwa nini unakuwa mpumbavu kiasi hicho? Maneno umepata wapi wewe? Hebu toka kwanza. Toka nakwambia. Toka sikutaki, toka. Mpumbavu. Vipi? Nani amemleta utaira? Sababu anaona kama sehemu za mchezo bwana. Kaka, hii sio kawaida kabisa. Hivi kila mwaka tarehe 6 mwezi wa 6 inatokea misiba ya design hii, hasa shule ya gavana. Kaka, inabidi tujiongeze. Panua akili yako. Twende kwa mtaalamu. Unaloongea la kweli kabisa. Mimi mwenyewe kwenye kichwa changu nilikuwa nafikiria vitu kama hivyo. Linaumiza. Kwa nini wewe unajirudia mara kwa mara? Kama lilikuwa kwa wenzetu sasa limefika kwetu. Ila tu nikutoe hofu. Ngoja wawe wanaendelea kusafisha mwili wa marehemu, mimi nitoke nielekee kwa mtaalamu. Hii inaumiza sana dada. Asante sana kwa ushauri wako. Sawa. Kina mama, naomba mfanye haraka. Mwili unataka uende maloloni. Sawa. Ni kweli kuna tatizo. Tena tatizo kubwa sana. Lakini hiyo kazi mimi siwezi kuifanya hapa Kimwaga. Hiyo kazi Kimwaga siwezi nikaifanya hapa ofisini kwangu mimi. Lazima tuende huko ili nikauone mwili ulipo. Ndio kazi yangu mimi nitaifanya. Kama ndio hivyo basi tufanye haraka tuende, kwa sababu mwili hivi sasa unaweza ukachukuliwa kupelekwa malaloni. Sawa. Ngoja nifanye hima ili tuondoke. Sawa. 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 Ngoja nichukue vifaa vyangu tuondoke. Mtaalamu. Mwili wa marehemu ndio hapo. Kuna tatizo? Amna. Mimi Kimwaga nikiangalia. Hii ni mipango ya Mungu. Hamna shida ya aina yoyote. Na laiti kama kungekuwa kuna shida, mimi Kimwaga unanifahamu vizuri, ningekwambia kila kitu. Kwani nikufiche bwana?
Hii ni mipango ya Mungu. Chukua mwili uende ukaustiri bwana. Hamna shida. Hivi unajua kama kukufuata kwako wewe kutaka kugundua tatizo. Na kama kuna tatizo, nataka uniambie, usinifiche. Hamna tatizo mzee wangu. Hii ni mipango ya Mungu bwana. Mimi Kimwaga wewe unanijua. Mimi sikwepeshi vitu bwana. Ingekuwa kuna tatizo mimi ningekwambia mzee wangu kuna 1, 2, 3 mpaka nakwambia chukua mwili ukazike. Unajua hapa safi. Mnaweza kwenda kuchukua mwili na kwenda kuhifadhi. Yeah. Bro, unataka kushuti na kushuti? Mimi nipo bwana. Wewe, mtano. No, sina muda kupoteza kufanya vitu vya kijinga kama hivi. Kwa kushuti tena. Sema I don't wanna. I don't wanna. I don't wanna. Sitaki. You don't wanna what? You don't wanna to act. Why? Because I am educated man. I have many ideas in my head. I don't want to shoot. Did you listen to me? Si Kiingereza. Wewe fika kama wazazi wako waliuza ng'ombe bila ng'ombe shule. Mimi. Hebu mwalimu naye ongea kitu kidogo. Mwalimu ongea kitu. Halo tuongee. Una mwalimu. Punye tu. Mapunye yangu. Wanakuja kusema punye yangu. Chen. Simu angekuwa anachezea hata simu. Mimi mwanaume. Salamu hizo. Wewe. Kumaindi. Kama kitaira. Umeona sasa? Kwa hiyo tukitoka hapo hivi hii ni sini asubuhi, mimi na demo wangu tunaenda shule. Kwa papo tukifika hapa hivi, papo demo ananiacha ananiambia nisubiria mara moja. Naenda kushemeji yako. Demo anatoka anaenda mpaka pale. Nifika pale anakuwa mimi sana. Mimi huko naona hii ni scene ya feeling sana. Mimi huko naona unajua ID machozi yanatoka. Wewe unamuuliza Afande. oya, wewe vipi, mbona unapenda kuongozana naye sana?
nakwambia ulikuwa na ile cheese. Jamani, shuti gani hiyo? Naweza kama kupenda mtoto wako, hivyo kama dakika za mwisho tunamuumiza roho. Basi hapo nalichukua lipua langu linaonekana. Bana